Watu wamekuambia kwamba Misri ya kale ilijengwa na watu wa ngozi nyeupe. Vitabu vya shule vilikuonyesha farao mwenye uso wa kizungu. Filamu za Hollywood zilimweka Elizabeth Taylor, mwigizaji wa kizungu, kama Cleopatra. Na uliamini. Sisi sote tuliamini. Lakini leo nitakuonyesha ushahidi ambao utabadilisha kila kitu ulichoambiwa. Karibu Akili Visuals. Leo tunaanza safari ya sehemu 3 kuhusu ustaarabu mkubwa zaidi duniani, ustaarabu ambao uliibwa rangi yake, uso wake, historia yake. Leo sehemu ya kwanza, Kemet ilikuwa yetu, na huu ndio ushahidi. Watu wengi wanaposikia Misri wanaona mchanga wa dhahabu, mapiramidi na jangwa. Lakini hadithi ya kweli ya Misri haianzi kaskazini. Inaanza Uganda, Sudani Kusini, Ethiopia. Ndiyo, mto Nile unazaliwa Afrika ya ndani kabisa. Mto Nile unasafiri kaskazini kwa kilomita 6,000, ukipita Nubia, ukipita Sudani, na unabeba zaidi ya maji tu. Ulibeba watu, lugha, mila, mazao, mawazo. Misri ya kale haikuwa kisiwa kilichotenganwa, ilikuwa kitovu cha Afrika, iliyolishwa na bara zima. Na hii inabadilisha kila kitu, kwa sababu ukijua Nile ilizaliwa wapi, unajua Misri ilizaliwa wapi. Wamisri wa kale waliita nchi yao Kemet, maana yake ardhi nyeupe. Sio giza la usiku, sio kitu cha kutisha, ilikuwa sifa, hadhi, utambulisho. Ardhi nyeupe ya udongo mzito ambao Nile iliacha kila mwaka baada ya mafuriko. Udongo ule ulilisha maisha yao, lakini nyeupe ilikuwa na maana nyingine pia. Ilikuwa picha ya watu wenyewe. Wajenzi wa piramidi, ngozi yao ilikuwa nyeusi hadi kahawa nyekundu. Nywele zao zilizopigwa curls kama za Waafrika wa leo. Vipengele vyao, pua ndana, midomo mirefu, uso wa Afrika. Na ushahidi hauko kwenye maneno tu, uko kwenye kuta zenyewe. Ingia kwenye makaburi ya Kemet, rangi bado ipo pale. Rangi inayoonyesha wafalme wenye ngozi ya kahawa nyekundu, malkia wenye nywele za mikufu ya Afrika, wakulima wenye uso ambao unafanana na uso wako na wangu. Hii si tafsiri, hii ni ushahidi wa kuona. Na hapa ndipo mambo yanakuwa ya kushangaza zaidi. Kwa sababu kusini mwa Misri kulikuwa na ustaarabu mwingine mkubwa ambao wengi hawajawahi kusikia. Na ustaarabu huu ndio uliokoa Misri wakati wa shida. Kabla ya Roma, kabla ya Griki, kulikuwa na Nubia, nchi ya upundi. Baadaye ikawa ufalme mkubwa wa Kush. Na Nubia haikuwa ndugu wa mbali wa Misri, ilikuwa kioo chake cha kusini. Kwa miaka 1000 mingine walisali miungu ile ile, walioana miongoni mwao, walifanya biashara, dhahabu, pembe za ndovu, mawazo. Walikuwa familia moja. Kisha karne ya 8 kabla ya Kristo, Misri ikaanza kudhoofika, uvamizi wa nje. Na wakati wote walipohitaji msaada ulikuja kukusini. Wafalme wa Kush na Saba wa 825, Piyanki, Shabaka, Taharka, Tanatumun walisogea kaskazini, sio kuchukua, sio kuua, kuokoa. Piyanki aliandika, nilikuja kwa heshima, nilisafisha mahekalu, nilirudisha mitanda ya babu zetu. Hawa hawakuwa wavamizi, walikuwa wahifadhi wa historia ya Afrika. Nubia haikuiba Misri, Nubia iliokoa Misri. Sasa ushahidi uko wazi. Kemet ilijengwa na Waafrika, ilikuwa na rangi ya Afrika, ilikuwa na roho ya Afrika. Na Nubia, ndugu yake ya kusini, ilithibitisha hilo kwa kila kizazi. Lakini kama ukweli huu uko wazi kiasi hiki, kwa nini hatukuambiwa? Kwa nini vitabu vya shule vilionyesha farao mwenye uso wa kizungu? Kwa nini sanamu za Kemet zina pua zilizovunjika? Kwa nini Hollywood iliweka wazungu kwenye mahali petu? Jibu lake ni giza zaidi kuliko unavyoidhani, na litakuja sehemu ya pili. Kama video hii ilikufungua macho, bonyeza like, jiandikishe ili usikose sehemu ya pili, na niambie kwenye maoni, ulijua habari hizi au zilikushangaza?